Hello, habari, karibu katika chaneli yetu. Kwa yule ambaye kama huja subscribe, naomba usubscribe ili uweze kujifunza mengi kuhusu kilimo. Leo nipo kukueleza jambo moja la msingi sana ambalo linatusaidia au linaweza kukusaidia kwenye kupambana na ugonjwa wa mnyauko, lakini na magonjwa mengine yanayotokana na udongo. Hili ni swala la grafting, kupandikiza miche. Hii hapo nayoiona ni miche ambayo tumeshaotesha. Hii ni rootstock. Hii ni rootstock yetu ambayo tumeshaotesha kwa ajili ya kuja sasa kupandikiza na variety ambayo tunataka sasa ituzalishie matunda, tunaita Scion. Hii ni rootstock ambayo ilipandwa tarehe 26 na leo ni tarehe 22. Kwa hiyo tayari inakaribia kuwa tayari sasa kwa ajili ya kupandikiza. Hii ni variety moja nitakuonyesha. Ni mbegu inatoka Rizix One. Tumeshaiandaa tayari, imekaribia kuwa tayari sasa tupandikize na Scion yetu nitakuonyesha pia. Hili ndiyo kasha la mbegu yetu ambayo ni rootstock, inaitwa Shelter. Ni F1 hybrid na kila package na mbegu 100. Ni kampuni ya Rizix One. Wako vizuri sana. Kwa rootstock yetu ni kama unavyoiona hii hapa, ipo karibu kwanza tuanze kazi sasa. Cha msingi ambacho naweza kukusisitiza ni kwamba unatakiwa utafute rootstock ambayo ni nzuri, ambayo ni very resistant, yani ni kinzani dhidi ya kile ambacho unakitarget. Kama ni ukame, kama ni magonjwa, basi unatakiwa uwe na uchaguzi sahihi. Na kama basi hauelewi, ni bora ukatafuta wataalamu wakakusaidia namna gani unaweza ukapata rootstock nzuri. Hii yote unayoiona ni Scion. Hii ni Scion ambayo sasa tunataka tuje tuipandikize na rootstock yetu ambayo inakaribia kuwa tayari. Scion hii tulipanda siku 2 baada ya kupanda rootstock yetu. Tumetofautisha hivi ili mradi zote zisiwe sawa, ili mradi ile ya juu iweze kuja kuendana na ile ya chini. Kwa hiyo hii Scion ikija kufikia hatua hii, unene kama huu unaouona huu ambao imefikia hii rootstock yetu, basi itakuwa tayari kwa ajili ya kuunganisha, kufanya grafting. Hii yote ni Scion. Hii yote ni Scion. Hili ndilo kasha letu la mbegu yetu ambayo tulisia hapa, inaitwa F1 hybrid tomato Nicomet. Ni mbegu nzuri pia, imethibitishwa. Kwa hiyo iko vizuri, na msimu uliopita tumeipanda bila kugrafti, lakini kutokana na ardhi yetu ilikuwa na changamoto, tumeamua kufanya grafting ili mradi iwe bora zaidi. Ni nzuri, inazaa, inajitahidi kuzaa. Kwa hiyo ndiyo mbegu yetu ambayo tutaitumia kama Scion. Kitu kingine ambacho naweza kuongea na wewe ni kwamba kwenye kuchagua Scion inabidi pia uwe makini. Hakikisha unachagua Scion ambayo inazaa sana, ambayo ni mbegu bora, imethibitishwa. Ukikosea kwenye kuchagua Scion, hata kama uliweza kuwa sahihi kwenye uchaguzi wa rootstock, basi unaweza ukawa bado uko kwenye tatizo. Tatizo ambalo unaweza kukutana nalo ni uzalishaji utakuwa mdogo. Tunahitaji Scion ambayo, hakikisha unapata Scion ambayo ni yenye kuzaa, ambayo inazaa vizuri, inatoa maua vizuri. Kwa hiyo hakikisha unachagua Scion ambayo inazaa.
ambayo itakuletea matokeo mazuri na yenye kutoa matunda ambayo ni bora, ambayo kinzani dhidi ya jua kali, hayawezi kupoteza thamani kwa uharaka. Unatakiwa kuangalia mbegu ambayo ni nzuri, ambayo unaweza ukaisafirisha hata umbali mrefu na ikakaa muda mrefu. Kwa hiyo mbegu yetu sisi tumechagua hii kwa sababu tumeona ni nzuri, tumeshaitumia, tumeiona, kwa hiyo tutaigraft. Hivi ndivyo vifaa ambavyo tutavitumia kwa ajili ya grafting. Hivi ndivyo vitakavyotumika kuunganisha rootstock yetu na scion. Ukiangalia hapa kuna tundu hapa katikati, basi mche wetu tutaupitisha hapo na utakaa sawa. Kitu ambacho tunakifanya nitakuonyesha wakati tunafanya grafting kwenye part 2 ya video. Kwa sasa hivi unachotakiwa kufahamu ni hivi ndivyo vifaa tunavyovitumia kufanyia grafting. Kuna hivi hapa, lakini pia kuna hivi hapa ni vilibaki. Msimu uliopita tulifanyaga grafting vikabaki, lakini kuna hivi hapa pia. Hivi ni vifaa vya kwanza kabisa kuja, tulijaribu kuvitumia lakini vikao vinaleta shida, tukawa tumebadilisha, tukaanza kutumia hivi ambavyo vina tundu moja, vina tundu mawili, moja ambalo limepitiliza. Lakini hichi hapa ni cha unaminya hapa, kama unavyoona hapa kuna kama channel ambayo sasa unabania mche wako. Nadhani nitakuonyesha nayo. Huyu hapa ndiye dada yetu wa nasari, ndiye anayehudumia kila kitu hapa. Kwa hiyo anafahamu vitu vingi sana. Nitakuletea video ambayo pia ataelezea namna gani tunavyofanya grafting. Endelea kutufuatilia, utajifunza mengi. Asante sana.